Kwa studioni kwa sasa tunazungumzia masuala ya ubunifu. Kabla kwenda mapumzikoni, Halima, tulikuwa tunazungumzia swala la kama wewe mbunifu libuni kitu ambacho kiliweza kutambua mahali ambapo maji yanamwagika, maji yanapotea, hasara ambazo zinapatikana katika kampuni za maji nchini. Lakini nadhani kilikumbatiwa kweli kulingana na ushindani uliopo kutoka kwa mataifa ambayo yameendelea zaidi na yamekumbatia ubunifu zaidi kama vile Uchina, Uingereza na Marekani na Urusi na mataifa mengineyo, hata India. Kusema kweli, Suleiman, haijakumbatiwa vilivyo, na that is one of our major challenges, kwa sababu if our own people cannot appreciate what we have or what we come up with, then who will? Do you expect a stranger, someone from Europe, to come and adopt your technology when your own people are not willing to uptake that technology? So such kind of things are things that are taking us a step back as innovators. That's why. Ni sawa. Ndio kauli ilivyo hivyo. Chief, tumeisikia kauli hiyo kwamba wengi wanaamini bidhaa za nje, vitu vilivyobuniwa nje, lakini kwetu tunaona ni kwamba hiki kitanyaribikia tu ndani ya mwezi mmoja. Naam, ni kweli siku zote kitu ya kutoka nje inathaminika kushinda pale nyumbani. Lakini nataka nipatie vijana hawa moyo kwamba serikali iliyoko sasa na si tu kwa sababu ya Kilifi County, lakini kwa sababu ya Coast Region, kwa sababu tunaye mstahiki gavana Gideon ambaye pia ndiye mwenyekiti wa jumuiya za kaunti za Pwani, kwamba wako mikononi salama na huu ndio wakati wao. Waendelee kutafuta nafasi hii, tutawashika mkono. Kwa sababu gani? Nimewaambia na tunapanga nao kwamba we want to go and visit those world the international hubs. We want to go there and I will go with them. Nitaongea na gavana, na tumeongea na Menza, tumeongea na Halima hapa, na hata mwenzao ambao hayuko hapa bwana Mabonje. They will go, na tutataka pia wewe uende na sisi ili tukaangalie kwani ni kipi hicho kiko kule ambao hatuwezi kukifanya hapa, ama why would we need to import innovation when we can even incubate ours and cultivate it here and use it at a lower cost. Hiyo haitafanyika bila siku kuwa na ukumbi fulani ya kuleta watu pamoja. Ndio maana tumesema we are going to have the Innovation Summit 2, na mwaka huu we are going to make sure kwamba it's big, kwa sababu baadaye after hiyo summit hapo mwezi wa 11 na 12 tutakuwa na Kilifi International Conference, ambao hiyo italeta world class ama worldwide investors na wale ambao wanaweza saidia katika kuchukua nafasi ya kushika vijana mikono. Ours is to stand in the gap and bridge the gap. As a government tutasimama pale katikati ili hawa tuwalete pamoja na hawa kutane katikati, na hapo tutapata mpenyo ambao watapata nafasi ya kuweka into practice their innovations and their ideas. So that I promise them kwamba kabla hatujasema nini iko kule, we will go and see. Then we come back and we'll say whether it is inawezekana. Asante. Kama tumemsikia chifu aliposema kuwa watatushika mkono ama watatusaidia kwa njia moja ama nyingine katika hii sekta ya ubunifu na nini. Lakini kumbuka kuwa vijana wamekuwa na changamoto zaidi ya hawa wabunifu peke yao. Ukiangalia vijana especially the interns, uliona the other time wanakuwa trained and dumped, and sasa kama mtachukua watu muwa train halafu after that muache waende wafanye maybe uhalifu ama mambo mengine, so vijana wakaamua badala kufanya mambo ambayo hayastahiki katika jamii yetu tufanye ubunifu, halafu ubunifu huo wanakuwa hawapati pia support. Hasa kama vijana wamenituma, vijana wenzangu waje waniulize, bila shaka serikali wanataka vijana wafanye nini? Kwa sababu kama hamwezi wa employ, you're training them, mnawa dump. Our interns wanna come up with solutions, hamwa support. What do you want them to do? Na mnasema they are our future today, ama they want the future yetu tomorrow, but you're not supporting this future. Mtoto ameanza kutembea, humsaidii.
atakuwa vipi, ama kama wewe kama mzazi, yale malezi ambayo unafaa kumpatia mtoto na ile support ambayo unafaa kumpatia. Kama vijana sisi hatupati, kwa tumtegemee nani? Na sasa tumeongelea kama cost, bwana mheshimiwa ametuahidi kuwa watatusaidia. Na je, sasa vijana the bigger part of the country, vijana wengine ambao huenda viongozi wao hawajaona umuhimu wa kuwasupport kufanya mambo fulani, na je, na wao pia watafanyaje ama watawekwa vipi katika jedwali la kuwa waje waiongoze nchi inavyostahili baadaye? Nimekuwa nikiona kuna shirika linaloitwa Kenya Innovation Climate Change ambayo inashughulikia masuala ya climate change na ubunifu katika masuala hayo ya mabadiliko tabia nchi. Vijana wa Kilifi ambao wanajihusisha na mabadiliko tabia nchi wamewasilisha mapendekezo yao kwa mashirika kama haya ambayo ni mashirika makuu ya serikali. Kuna urahisi ama kuna ugumu wa kuyafikia? Kuna ugumu wa kuyafikia mwanzo, na ishu nyingine si ugumu wa kuwafikia, pia ni ile mikakati kabla uwafikie. Unaona, sababu yenye pia product zetu hazina value. Majority ya products zenye tunanunua zenye zimetengezwa mtaani, zile tunaita kitchen industry, hazijapitia certification ya KEBS, kwa sababu ile process ya kucertify mpaka ufike pale inachukua muda. So unapata pia hiyo nao inaleta shauku kwa watu ya kuwa hii basi haijakuwa certified, nitakuwaje na uhakika kuwa itafanya ile kazi. So hiyo ni challenge moja yenye inahitaji ishughulikiwe. Once ikishughulikiwa, naona mambo na kuwa ati products zetu ziko inferior ama products za kuja nje ziko better, hiyo ni kitu itakuwa washed off with time, ni kitu itaisha baada ya muda. Na hii ni jumbe yenye sisi kama nchi na sisi kama Afrika inatakana sasa tushikilie makini. Hakuna uchumi wa nchi yote duniani ulioendelea bila ubunifu. Kwa hivyo sisi tutaka kujenga uchumi, ni lazima tuweke ubunifu kipaumbele. Na ndio maana awali nimesema kama vijana wa ubunifu Kilifi tulikuwa tumepropose kuwekwa hiyo funding pale. Kwa sababu tunajua kuwa ubunifu ndio unaleta the transformation, and particularly when we are talking about sustainability. We know that if we want to have sustainable economies, we have to empower innovation. So hiyo ndo goal yenye tuko nayo, hiyo ndo ari tumeshikilia, na tunashukuru tuna msaada at least kidogo yenye tunapata. Ni venye dadangu venye alikuwa yajaribu kuzungumza, kitu pia tunahitaji ni ile, for lack of a better word, the bureaucracy involved ipunguzwe kiasi. Hata kuna issue pia nilikuwa namuelezea chief. Unaona, mimi ni mbunifu, tumebuni kitu inaitwa precise farming technology, ya kuwa ukiwa unalima kwako kutumia teknolojia kama yenye dadangu Halima yuko nayo, na kutumia teknolojia ya kusambaza mbolea kwa shamba, ile mbolea maji, unapata mkulima hapati hasara na faida zake zinaongezeka. So hizi ndo hizo approaches ama vitu zenye tunajua once watu wetu, particularly watu wa pwani, tuna ile notion ya kuwa ni mpaka kitu tukione mahali kimefanya kazi ndo tukiadopt. So once tumeka zile model farms na hizo model hubs, na sasa huko ndo tunakimbilia ya kwetu, na mahali unaweza leta mtu kamuonesha kitu yenye nafanya na inaleta faida, itakuwa rahisi kwake yeye kuchukua na kwenda kuifanya pia kule nyumbani. Unadhani akili za watu wa pwani ama vijana wa pwani zimetekwa na wanasiasa kwa kupewa tu washing machines za kuosha magari ama tu miradi ya pikipiki na bodaboda badili ya kukumbatia miradi kama hii ya ubunifu? Vijana wengi akili zao zilitekwa na mambo kama hayo, especially hizo generation nyingi ambazo zimepita. Lakini kwa sasa naona sidhani kama ni generation zimepita. Mimi najua generation yako na mtu anaosha magari kwa sababu ameshapewa mashine. Lakini sasa unaona hii generation yetu wapo ambao bado akili zao zinakuwa brainwashed na politicians. Lakini pia kunao wale ambao wamepata ule mwamko wa kuwa it's not always about your washing machine. So what happens after maybe mwenyewe aje achukue machine ama ikatae kufanya, and hauna mbinu yoyote ya what happens then? So vijana naona wanakumbatia, in as much as kunao wale ambao bado wanakumbatia huko kupewa vitu kama hivyo, lakini vijana sasa wameanza kukumbatia ubunifu kwa hali ya juu. Majanja pia imeanza kuongezeka mitaani. Na people are now engaging in smart farming, in urban farming. So si kama ile kitambo tulikuwa tunaambiwa ukulima si wa vijana, ukulima ni wa maskini.
Sahii kuna generation hii tasema millennial Gen Z wenye tuna realize si kuishi maisha yenye unataka, si lazima uandikwe kazi mahali ufanye kazi ulipwe mshahara mwisho wa mwezi. Wingi tunaangalia ni mbinu gani. Kila mtu Kilifi hata kuandikwa county. Si wote. In fact unaona kaa sahihi hiyo sababu kubwa tunataka kuweka hiyo hub ni kwa sababu zile vitu zimebuniwa Kilifi zenye ziko commercial viable. Nikutajie tu kadhaa. Kuna kijana ametengeza mashini yake ya kukata mawe yenye inakata sawa sawa na mashini ya kutoka China Na Italy. Na yake gharama yake iko chini. Expenditure yake in terms of petroli, in terms of kukata mawe iko efficient. So hiyo ni moja. Nyingine yenye ametengeza the same kijana ametengeza pikipiki. Sawa. So hizi ni vitu zenye tukiweza kuweka, kama tukiongea na tuka Bajaj, tukiongea na hizi kampuni kubwa kubwa, tunaweza tukaweka assembly plant yenye with the hope that in future hii plant itakuwa ni ya manufacturing. Tuanze kutengeza pikipiki zetu kama venye Kibo zinatengezwa. Kwa nini tumngoje Bajaj aje atengeneze kampuni Kilifi ya kuunganisha vipuri vya pikipiki? Kwa nini tumngoje mwingine kutoka Uingereza, Haojin, ama tungoje Land Cruiser ije ndio ianze kutengeneza mashini ya kutengeneza ya kukata mawe? Kilifi County yenyewe inafikiria vipi kujiondoa katika baadhi ya misaada ambayo mimi nimeiona binafsi kitolewa na baadhi ya watu, na watu waanze kukumbatia vitu tofauti? Asante. Suleiman, kuna wazungu wanasema necessity is the mother of invention. Unajua vijana hawa ama vijana katika umri wetu pia kwa muda mwingi walikuwa wametegemea sana mambo ya wazazi, uzaliwe, ulishwe na mzazi, upate elimu, upate kazi. Mfumo huo kama sasa sahihi haifanyi kazi. Wengi ambao watu wako university sahihi wanajilipia karo kwa sababu wametafuta njia za ku make sure kwamba they are in school and also still working. Hii imeleta mwamko mpya ambao hata sahihi vijana wengi hawatakaa na waheshimiwa wakubali kununuliwa washing machine, kwa sababu swali ni kwamba magari ngapi yatakuja kuoshwa? Tuko vijana 30, washing machine ni moja. How many vehicles in a day? Then if you divide it on pro rata basis, what do you get? So tunajaribu kuondoa hiyo through trainings, lakini nimesema kwa ule mkono wa pili pia tunajaribu kuleta wale ambao ni wa nje. The reason why we cannot rule them out, how kina Haojin na Bajaj, ni kwa sababu already they are in the industry. Wao tayari ndani. Kuleta kitu kipya kidogo alafu ianze kucompete italeta unfair market competition. Lakini kwa sababu wao pia hawajakataa, we also want them to know that it is not necessary wao walete vitu kutoka kule. They can just set a plant in Kilifi na ikachukua vijana 100 ama 200 wanafanya wengine mchana wengine usiku, lakini tunasaidiana kwa mawazo in terms of those arrangements. Na hii utashuhudia utakapokuja kwa mwaliko wangu pale Kilifi, kwa hii Kilifi Innovation Summit, kwa sababu you cannot suddenly become clever. Huwezi, lazima ukue mentored through incubation and then ndio tufanye patenting. Umuhimu wa summit ni nini? Kongamano lenu mnalolipanga Menza ni nini? Kwa nini hasa mnaangazia kufanya la pili? Na nadhani la kwanza lilikuwa na manufaa na mafanikio. La kwanza lilikuwa na manufaa. Katika ile ya kwanza kuna I think ni vijana wawili, mmoja ameenda Netherlands ku showcase innovation yake yenye alitengeza. Kwa mwingine I think alikuwa yenda Germany ama ni nchi za huko Ulaya huko, kwa sababu ya watu walikuja pale wakaona zile innovation zao, wakazipenda, wakapelekwa mahali waka showcase innovation yao, so inaenda the next step. Kuna huyo kijana alikuwa anakuambia wamedevelop IED. Yeye sasa ana work na KDF. Sawa. Then ukiangalia pia watu kama kakangu Elijah kupata kitambo afike pale kwenye amefika. Ilimchukua karibu miaka 15. Na most of zile vitu ameattain ni through bidii yake. Sasa tumeona ameteseka sana, na si yeye peke yake, kuna Mbeza pia. So tuliona ile struggle yenye wale pioneers wamekuwa nayo, ndo sasa we are trying to rectify so that the next generation of innovators wasipitie through the same hectic. Kwa sababu wale walikuwa na pioneer sahihi
hao ndo wanatupatia advice ya the best way to commercialize our product. So ushirikiano ni muhimu, na hiyo ndo sababu ya kwanza ya hiyo summit. Ushirikiano, networking and collaboration. Tunaleta vijana wamebuni vitu tofauti tofauti, wanakaa pamoja, wanatengeza system moja yenye then inaweza ikauzwa ama ikatengezwa biashara, vijana wanakuwa employed kutoka hapo. Issue ya pili ni kuonyesha, kwa sababu watu wakiambiwa kuna vitu vimebuniwa pwani, wanachukulia watu wa pwani ni wavivu ama zumbukuku. So tunataka kuonesha kuwa sisi pwani, in fact mshinda kusema hivi, pwani ndio akili za ubunifu Kenya ziko. Ukiangalia hizi innovations mpya zenye zinatoka sahi, kuna akili ya mpwani hapo ndani. So kitu sasa chenye tunajaribu kufanya ni kuwarudisha pale nyumbani, kuwaunganisha pamoja, ndio ili tuweze kutengeza kitu chenye kitageuza maisha ya wapwani na wa Kenya kwa ujumla. Naam, Halima, kuhusiana na kongamano ambalo linakaa ni kama kongamano la pwani, si la Kilifi pekee. Unadhani lina umuhimu gani kwako wewe kama mkazi wa Kwale na kaunti ya Kwale? Kama mkazi wa Kwale, na inaleta ule utangamano, kwa sababu wote tuko pwani, lakini pwani ni kubwa. Kuna wenzangu Kilifi, kuna wenzangu Mombasa ambao wanafanya mambo mengine ambao mimi siyajui. So naweza fikiri kuwa mimi ndo mbunifu kwa wabunifu, kumbe nikaja katika ile kongamano nikapata mtu ambaye ametengeza kitu kizuri zaidi. So unapata pia ni nafasi ya kusoma zaidi na kupata kuinteract na watu wengine, innovators kama wewe, na pia investors kama alivyosema, kwa sababu katika hizo kongamano utapatana na watu ambao wako na interest in what you're doing. Lakini shida inatokea wapi? Wanaonyesha interest, they even take your contacts, lakini sasa actualization ndo hakuna. So which is also a problem kwa upande wetu. Hiyo ni changamoto kubwa sana, because umekuja kama Mombasa Water, umeona this can help us, ama Kilifi Water, umeona this can help us, na umemsifia ule innovator, umefanya kazi nzuri, umefanya sijui nini, umechukua pia namba yake, alafu baada hapo ndo basi akijaribu kucontact anakaa ni kamba ni bega, anataka msaada ama nini. So unapata mashirika mengine pia, are they really welcoming, or do they really want to help actualize hizi vitu zenye, ama they are just coming kuona and that's all. Tukimalizia, Owino, ikiwa ndo kama kauli yako pia ya kufunga, umuhimu wa kongamano hili na kauli yako ya mwisho. Umuhimu wa kongamano hili ni kwamba tunayo mikakati ya kufanya a very big business conference in November. Na hatuwezi peleka kila mtu pale. So umuhimu wa hii ni kwamba tutatumia hii kama kuchuja ni kipi kimefika kauli ama ngazi ya kupelekwa mbele. Na yule atapelekwa mbele sasa na nguvu si zake, lakini nguvu ya county, because now this will be owning it or helping them to say this is something we want to bring in front of you. Na sasa kufikia hapo tuko na imani ya kwamba pale mbele lazima moja ama mbili itapata nafasi ya kuona kuchukua action ama kuanza kuingia katika job market. Umuhimu wa hii summit ya pili ni kwamba tunao so many corporates ambazo ziko pwani. So many corporates, si hata Malindi Water peke yake. Tuko na other corporates ambao wao pia tunawa-invite pale wakuje na shida zao kule kazini, ambao wanaweza pata solution through these youths. So hata datalytics, so many things ambao watu wako nayo katika hiyo, and they'll get solution there. Ya kauli yangu ya mwisho ni kwamba tunapofanya hivi tunaomba vijana pia wa employ patience. Kwa sababu mara nyingi hawa ambao niko nao hapa wameelewa, lakini hata wao wanajua nyuma yao wako na wafuasi wao ama wenzao ambao huwasukuma sana mpaka itakuwa ni kama mambo ya sasa yanataka kuchemka. Lakini tunashukuru kwa sababu wao kama viongozi wao wameelewana na sisi, na mimi nataka kuahidi mambo ya serikali unajua si rahisi. Hata ninapoahidi hapa ni because of the goodwill, but ikifika nao ni kufanya tunapata pingamizi ndogo, lakini kwa sababu ya mstahiki gavana na naibu wake Flora Chibule wamependa vijana na wanapenda haya mambo, ninayo imani na hakika ya kwamba
tutakuwa na story tofauti. Asante sana. Huyo ni katibu wa michezo na masuala ya vijana katika kaunti ya Kilifi, Bwana Naftali Owino. Nataka tuelekee katika kaunti ya Nakuru, nizungumze naye mwenzangu Ken Gashui aweze kutufahamisha hali ilivyo, manake kumetokea ajali katika eneo lile ambako magari mawili yamegongana.